Kwa hiyo mimi nikawa namwambia, basi sawa, umeacha kuishi na mkeo, sasa umekuja kuishi na mimi. Kwa hiyo nataka uniambie kuwa sitakuwa mke mwenza, itakuwa ni mimi na wewe tu, si ndio? Akasema kwamba anadhani maisha aliyokuwa akiishi na huyo mke wake yanatosha. Miaka kama 10 iliyopita, Helena alijikuta anampenda mwanaume ambaye alikuwa ni mume wa mtu. Wakati huo alikuwa bado ni binti mdogo sana. Ndani ya siku chache tu akawa tayari kufanya chochote kwa ajili yake, na hapo ndipo mwisho wa siku alijikuta akiingia kwenye mtego wa kuwa mke mwenza bila hata kujua. Very mature. Huyu jamaa bwana alikuja kwangu akiwa ni mtu mzima kabisa, anaelewa kila kitu. Yaani kabla hata sijasema kitu, tayari yeye anakuwa ameshaelewa kila kitu. Kuna ile hali ambayo mwanaume anapoachana na mkewe kwa sababu ya mwanamke mwingine, watu huwa wanamlaumu mwanamke huyo aliyefanya hiyo ndoa kuvunjika kwa kusema kwamba eti ameivunja ndoa ya wenzie. Lakini je, umewahi kujiuliza ni kitu gani kinachomfanya mwanamke akubali kuwa mke wa pili, yaani mke mwenza? Umewahi kufikiria maisha ya huyo mwanamke yanakuaje pale anapoamua kuwa mke mwenza? We could go to church together. We could do Tulikuwa tunakwenda kanisani pamoja, tunafanya vitu vyetu pamoja kama vile kawaida ya wanandoa wengine wanavyofanya, lakini ndani yangu kulikuwa na pengo. Nilikuwa najisikia kama sina haki kamili juu ya huyu mtu. Leo Helena atatufungulia ukurasa wa maisha ya aina hiyo. Ilikuwaje mpaka akajikuta kwenye hali hiyo? Nini kiliharibika hadi akaamua kutoka? Na watoto wake je, ilikuwaje? It was not just in vain. I'm still grateful about it. Lakini kabla hatujaingia ndani kabisa ya video hii, acha nikupe tahadhari. Jiandae kisaikolojia, maana unachokaribia kukisikia ni maisha ya kipekee juu ya mahusiano, na huenda labda haujawahi hata kusikia kabla. Hello, my name is Helen Anindo. Jina langu ni Helen Anindo. Mimi ni mama wa wavulana 3. Nimeokoka na nampenda Mungu sana, na ninalea watoto wangu peke yangu. Yaani mimi unaweza kuniita single mother. Na nimekuwa kwenye hiyo hali kwa sababu ya changamoto nilizopitia kwenye uhusiano wangu. Unajua, mara nyingi baada ya kumaliza sekondari tu, watu wengi wanakimbilia mjini kutafuta maisha mazuri. Basi na mimi nilifanya hivyo hivyo. Nikiwa bado msichana mdogo, nilikuja mjini kujaribu kupambania maisha yangu. Try to better their life and all that. At that tender age, when you're still young, you want to explore life and everything. So in my up and down, just trying to explore, of course my brother welcomed me. Kaka yangu alinipokea, akanifanyia kila kitu alichokuwa anaweza kunifanyia, na mpaka leo bado namshukuru sana kwa yote alionifanyia. In my life. Down the line I got a job. Muda ukasonga, nikapata kazi, na kama unavyojua kazini unakutana na watu mbalimbali, wanaume, wanawake, wengine wameoa, wengine hawajaoa. Na ukiwa msichana mdogo unayetafuta maisha, mara nyingi unajikuta unakaribiana na watu hao kwa namna yoyote tu ile. Na kusema kweli, sisi wanawake tunapenda sana mtu anayekujali, mtu anayekuzingatia pale unapohisi huzuni au furaha, mtu anayekuja kwenye maisha yako na kuziba mapengo ambayo wewe mwenyewe huwezi kuyaziba. A gap that you cannot gap in by yourself. So by then I was working. Wakati huo nilipokuwa nikifanya kazi, ndipo nikakutana na rafiki wa kiume mmoja hivi. Tulianza kama marafiki wa kawaida tu, tukiwa ni watu wa karibu sana, yaani mtu ambaye unaweza hata kumchukulia kama mshauri wako. Nilikuwa naweza kumwambia matatizo yangu ya kimapenzi, yaani maisha yangu kiujumla. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, urafiki wetu ukazidi kuimarika, yaani tulikuwa hatuwezi kupitisha siku hata moja bila kuwasiliana. Wakati huo yeye alikuwa ameoa, lakini mimi bado nilikuwa najitafutia maisha. Ingawa nilikuwa tayari na mtoto mmoja, lakini huyo jamaa alikuwa akinipa msaada sana. Alikuwa ananisaidia mimi na mtoto wangu, alikuwa analipa bili zangu, ananinunulia chakula, yaani alikuwa akinipa support ya kila namna, na wala alikuwa hanipi masharti yoyote yale. Baadaye urafiki wetu ukazidi kuimarika zaidi, na pia akawa ananiambia kwamba ana matatizo kwenye ndoa yake. Akanielezea jinsi wanavyoishi na mke wake bila hata kuelewana, yaani alikuwa akijisikia vibaya sana kwa kukosa furaha kwenye ndoa yake. Na mimi kwa upande wangu nikawa najiuliza, mbona huyu ni mtu mzuri tu, hana shida yoyote, kwa nini apitie haya yote? So he opened up and told me some of the challenges they were going through, and I could tell myself, oh,
why would a good person like this one have such, and because you're young and... Kwa sababu wakati huo nilikuwa bado ni binti mdogo na nilikuwa najisikia vizuri kwa msaada niliokuwa napata kutoka kwake. Sikutaka kuuliza maswali mengi, na hilo ndilo jambo ambalo wasichana wengi hukosea. Ukiwa kwenye comfort zone, unashindwa kufanya uchunguzi wa kutosha kuhusu mtu unayetaka kuanzisha naye mahusiano. Na tena kabla yake pia nilikuwa tayari nimeshakatishwa tamaa kwenye mahusiano. Kwa hiyo huyo jamaa alikuja kama mkombozi vile. Yaani nilimuona kama amekuja kuokoa jahazi. Yaani kabla sijafikiria jambo fulani, yeye anakuwa tayari kashalielewa na kupata utatuzi wake pia. He understands everything before I cough. Nikaona kama ananyanyaswa sana kwenye ndoa yake. Na pia nilimuona kama ni mtu ambaye anahitaji kupewa nafasi mpya ya maisha ili aweze kuenjoy. Na vile alikuwa amenisaidia sana kunitoa sehemu moja hadi nyingine, kwangu ikawa ni ngumu sana kuishia kwenye urafiki wa kawaida. Nikawa nafikiria sasa, nitaanzia wapi? Muda ukasonga, tukazidi kuwa karibu zaidi. Miaka ya mwanzo kabisa ya ndoa yetu, nilijitoa kwa nguvu zangu zote. Nilimpa kila kitu alichokuwa akihitaji: amani ya nyumbani, utulivu, watoto na vitu vingine vingi. Nilijua wazi kwamba alikuwa akihitaji watoto, na mimi mwenyewe pia nilikuwa najua kwamba nina uwezo wa kuzaa. Kwa hiyo nikajitahidi kwa kila namna katika hilo. Tena sio mke wake tu, bali mke wake halali. Lakini ukweli ni kwamba ilikuwa ni ngumu kupita maelezo. Kiukweli kwenye mahusiano yetu nilikuwa nikipitia changamoto sana. Ukafika wakati nikajikuta nimeshapata mimba yake, na mpaka kufikia hapo sasa huwezi tena kurudi nyuma, maana tayari mambo yameshatokea. Nilimwambia pia aongee na mke wake waangalie kama wanaweza kusuluhisha migogoro yao, lakini bado walikuwa wanagombana kila siku. Mimi nilikuwa nasikiliza upande mmoja tu. Yeye alikuwa ananielezea mabaya kuhusu mke wake, eti mke wake ni mkali, anamnyanyasa, ni mchoyo na pia ni mbinafsi. Na kwa kweli nilimsikitikia sana. Nikaona kama huyu mtu ananitunza mimi hivi, na mimi sio mke wake wa ndoa. Sasa huyo mke wake anashindwaje kumthamini na kumheshimu mumewe? Nikawa naishi kwa maswali mengi nikijiuliza, hivi watu wanataka nini zaidi? Maana huyu mwanaume yuko perfect sana, lakini mkewe hamthamini. Nikasema kwenye miti hakuna wajenzi. Full post person who's very mature, intelligent, knows what to do, caring. Yeah, you can tell if he's taking care of me like this and I'm just a somebody. What about the wife? What else do people want? Sometimes they ask, what else do people want? So you'll ask yourself, what else do people want? You have someone like this and you're forced to have that kind. Mambo yakazidi kuiva. Ikafika siku akanitambulisha kwa mama yake, kaka zake, dada zake, kiufupi familia nzima wakanijua. Now when things escalated, I'm pregnant, he had to bring his people. The mother came in, the brothers, the sisters, they came to know who is this lady now. So I also took him to my people because I told him I would not. Na mimi pia nikampeleka kwetu. Nilimwambia kwamba mimi siwezi kuwa na wewe alafu nisikupeleke kwetu. Kuishi hivi bila nyumbani kukujua sio sawa. Na unajua sisi wanawake tunapenda kujifungia kwenye dunia yetu ya fikra. Maana mara nyingi wanawake tumekuwa tukiamini kile tunachokitaka wakati mwingine bila hata kufikiria. Mimi nilikuwa nikijipa moyo kwa kusema kwamba kama ameacha kuishi na mke wake, sasa anaishi na mimi, basi sio ndoa ya mitala, nitakuwa mimi peke yangu. Nakumbuka na yeye mwenyewe akasema hatutakuwa wake wawili, nitakuwa mimi na yeye tu basi. Sikujua kwamba kuna mambo ya sheria au utaratibu wa ndoa au swala la mitala. Nilikuwa nimezama kwenye dimbwi la mapenzi mpaka nikawa sisikii tena watu wanasema nini. Nikaenda kwao na kuwaambia ni kweli alikuwa ameoa, lakini sasa wameachana, kwa hiyo ni mimi na yeye tu na si vinginevyo. Basi na mimi nikampeleka kwa ndugu zangu na tukaanza kuishi kama mume na mke. Tulikaa pamoja na tukapata mtoto wetu wa kwanza pamoja, ambaye kwangu alikuwa ni wa pili. Mtu yoyote anayenisikiliza anaweza kujiuliza, inawezekanaje ukaishi kama mume na mke bila kuoana rasmi? Lakini ukweli ni kwamba mambo kama haya hutokea sana kuliko tunavyofikiria. Wanaume wengi wakishatoka kwenye ndoa zao huanza kukwepa kabisa mada ya ndoa, na wamekuwa wakitumia kama kisingizio cha kuwa na mahusiano mengi bila kujitoa moja kwa moja. Many people, I think for me, watu wengi kwa upande wangu wanaweza kusema kwamba nilianza maisha ya mahusiano mapema sana, na maisha nilianzia chini kabisa. Kuna kitu fulani unaweza ukajifunza juu ya kuanza maisha ya chini. Kiufupi, ukianzia chini, hali hiyo inakufanya unyenyekee na uweze kutumia akili kwenye mambo mengi. Basi tukaanza chini kabisa, tukakuwa hatua kwa hatua. Lakini zilianza kuibuka red flags, viashiria vya hatari, na nikajipa moyo kwa kusema labda ni kwa sababu nilikuwa mjamzito. Nakumbuka vizuri sana, niliposhika mimba aliniuliza, uko na uhakika kama hii ni mimba yangu kweli?
Nimekaa na mke wangu zaidi ya miaka 20 bila kupata mtoto. Sasa hii mimba yangu imekuja vipi haraka hivi? Akawa na mashaka kwa kuniuliza, hivi ni yangu kweli? Sasa kama swali hilo lingeulizwa kwangu leo hii, kwangu ingekuwa ni red flag kubwa ya kunifanya nikimbie mbio sana. Kwa sababu ningejiuliza, mbona mtu ananiuliza swali kama hilo tena? Wakati tumelala wote na muda wote nilikuwa niko na yeye tu. Lakini nilijiaminisha kumpa muda. Mtoto akazaliwa na alifanana na yeye sana tu. Yaani naweza kusema walifanana kila kitu. Na ndani ya moyo wangu nilikuwa najua kabisa kuwa sijawahi kuchepuka na mtu mwingine yeyote kwenye hii dunia. Kiukweli mambo yalikuwa magumu sana. Kipindi hiko cha huo ujauzito, kiukweli nilipata shida. Lakini maisha yaliendelea. Mtoto akazaliwa na maisha yakasonga kama kawaida. Na bado tulikuwa tunaishi kama wanandoa. Tulikuwa tunakwenda kanisani pamoja. Yaani kiufupi, tukawa tunafanya mambo yetu kama wanandoa wengine wanavyofanya. Ndani ya moyo wangu najua fika kwamba wanawake wengi wanaopitia maisha kama yangu lazima watanielewa ninachokiongea. Yaani kwenye hali kama hiyo unahisi kabisa kuna pengo fulani hivi. Yaani kama hali ya ndani kabisa ambayo huwezi kuielezea kwa urahisi. Unajikuta unahisi kana kwamba huyu mwanaume sio wako kweli. Haijalishi unavyojituliza au kujifariji mwenyewe kwa kujipa moyo kwamba huyu ni wangu. Haijalishi unaweka picha vipi mtandaoni huku mkiwa mmekumbatiana, ukiweka makaption na makopakopa ukisema kwamba niko na mume wangu. Haijalishi unatumia vipi nguvu kujitangaza kwa watu kwamba wewe ndio mke wa fulani. Japokuwa utafanya hayo yote, lakini bado moyoni unajua kabisa kuna kitu kinakosekana. Kuna hali ya utupu ambayo unaweza ukajihisi nayo. Unahisi kabisa kwamba huyu mtu sio wako kwa 100%. Na jambo la kusikitisha ni kwamba baadaye nilijikuta nikigundua kuwa sio mimi tu niliyekuwa nikisikia hivyo, bali ni watu wengi sana ambao wanapitia hali kama hiyo. Hata kama mnaishi pamoja kama mume na mke, lakini ndani ya nafsi yako ni lazima utajiona kama umeiba mume wa mtu, na hofu uliokuwa nayo inakula ndani kwa ndani. Unaanza kujiuliza maswali mengi sana, na kutokana na hali hiyo mtu unakuwa unaishi kwa woga, ukihisi kwamba kama alivyonipata mimi anaweza kumpata mtu mwingine tena kwa namna ile ile, au hata kurudi tu kule alikotoka. Kutokana na hiyo hofu, basi unajikuta unajipendekeza sana, unajitoa sana kupita kiasi ili umfurahishe, ili asiangalie nyuma wala pembeni. Kwa mfano, nilikuwa nikimchunguza sana, na uwezi amini, baada tu mimi kujua chakula anachokipenda, basi kila siku nilikuwa nikijitahidi kumpikia chakula, tena sio chakula tu, bali chakula cha maana. Yaani meza ilikuwa inachafuka. Nikawa makini sana kila siku. Nilikuwa najua kabisa hapendi kelele hata kidogo. Basi nikawa najizuia kabisa hata pale ambapo nilikuwa natamani kufoka au kusema jambo ambalo limenikera. Nilikuwa najaribu tu kunyamaza. Kwa sababu alishawahi kuniambia kuwa mke wake wa kwanza alikuwa na kelele nyingi sana, na hiyo ndio sababu iliyomfanya aondoke. Basi nikajifunza kukaa kimya. Kila siku nilikuwa nikimuuliza, unapenda nini baba? Pendi kitu gani? Akawa anasema, yule mwanamke kule hakuwa na heshima kwa watu wangu. Basi baada mimi kusikia hivyo, nikawa najifunza kuwa na heshima ya hali ya juu, sio kwake tu, bali kwa mtu wake wa karibu na watu wote katika jamii. Lakini la kushangaza ni kwamba sikuwahi kujiuliza, je, yeye mwenyewe alikuwa anafanya nini hadi huyo mke wake wa kwanza akafikia hatua ya kuwa hivyo? Sijawahi kabisa kujihoji upande huo. Nilimsikiliza yeye tu. Yaani kiufupi nilisikiliza upande mmoja wa story. Katika hali hii ya mahusiano ambayo si ya kawaida, ukweli ni kwamba hofu huwa kubwa kuliko hata upendo. Na ukichunguza kwa jicho la ndani, utagundua wanaume wa aina hii huwa hawajaacha ndoa zao kabisa. Ni wewe tu ndiye ambaye umeingia kama wa pili. Wanajua vizuri sana wanachofanya. Wanajua kwamba wanawake wengi huwa wanapenda kusikiliza upande mmoja wa hadithi. Basi wanakupa huo upande mmoja tu ambao unauhitaji. Wanakujengea picha mbaya ya upande wa pili. Yaani wanajenga ukuta mkubwa sana kati yako na yule mwanamke mwingine. And make sure I get my own dose of the story, and I think the other party, she could get her own. So around 2018, I think that's when my eyes begin to open. Mwaka 2018 nafikiri ndio mwaka ambao macho yangu yalifumbuka kwa mara ya kwanza. Nilianza kuhisi hilo pengo likizidi ndani ya nafsi yangu. Nilijiuliza kwa kina, sasa nifanyeje? I could not resist. Na hapo ndipo nikajikuta siwezi kuvumilia tena. Nilihisi wazi kabisa kwamba njia niliyoichagua maishani mwangu sio sahihi. Nikaanza kuwaza kwa undani kuhusu maisha yangu yote. Na wakati mwingine unapopata mtoto nje ya ndoa ukiwa bado binti mdogo, unakuwa na hofu nyingi sana. Unaogopa kuachwa, unakuwa na mawazo kwamba hakuna mwanaume atakayekukubali ukiwa na mtoto. Na huyo mwanaume alivyokuja, alionekana kama zawadi kutoka kwa Mungu. Alimpokea mtoto wangu kama wa kwake, akampenda,
akamhudumia kama baba yake mzazi. Lakini kila uhusiano wenye sumu huwa na wakati wake wa giza kuweza kuonekana, na wakati huo unakuja tu, lakini inahitaji ujasiri wa kweli na kuukubali kwa vitendo. And then I remember there was a spirit of God that just... Nakumbuka vizuri sana siku hiyo tulikuwa tumelala. Kisha nikasikia sauti ndani ya moyo wangu, sauti ya wazi kabisa ikisema, maisha haya uliyoyachagua sio sahihi. Nataka uwasaidie wasichana wengi waliopo huko nje, lakini huwezi kuwasaidia ukiendelea kuwa kwenye mahusiano haya yenye utata. Na siku hiyo hiyo ndugu yangu wa karibu alikuwa ametupangia kikao cha ushauri na saha, mimi pamoja na dada mwingine. Lengo lilikuwa waniambia ukweli kuhusu mtego niliokuwa nimeingia, lakini nilijisemea mwenyewe, hizo ni ndoto tu, labda ni kwa sababu ya stress za maisha tu. Lakini ile sauti haikuwahi kuniacha. Kila mara ilikuwa ikinijia tena na tena. Miaka 10 ikapita, lakini bado sauti hiyo ilikuwa ndani ya moyo wangu, ikinibembeleza, ikiniambia kwamba sehemu niliyokuwepo sio sahihi. So I thought about myself and I was like, I think I need to do something, but I didn't know how. Because here I have 3 boys. Nikajua lazima nifanye kitu, lakini sikuwa najua nianzie wapi. Niko na watoto 3. Nimekaa kwenye ndoa hii miaka 10. Kila kitu tulichonacho, yani maendeleo yetu, miradi tulioanzisha pamoja, yani maisha yetu ya kila siku kiujumla, kila kitu kilijengwa juu ya msingi wa huyu mwanaume. Na mbele ya macho ya watu tulionekana kama mfano wa ndoa kamilifu. Watu walikuwa wakitutazama kwa heshima kubwa sana, na huyu mwanaume alikuwa anajua sana kuonesha mapenzi hadharani, kitu ambacho sisi wanawake wengi tunapenda mno. Alikuwa anakuja na nifungulia mlango wa gari, akaniwekea kiti vizuri, na vyote hivyo anavifanya mbele ya macho ya watu. Tukienda kanisani na nibebea mkoba, na mimi nilikuwa nikimuita daddy kwa sababu niliona ndani yake sura ya baba niliyoikosa miaka mingi. When you're going to church, he'll carry my handbag, such kind. And I could feel comfortable. And I said like, it's good. Now this mature person understands me. I used to call him daddy. Because to him I could see a father figure, So... Na kwa kweli hapo ndipo niligundua kwamba wakati nakuwa nilikuwa nimekosa care, yani kule kupendwa na baba. Baba yangu alikuwa na wake wengi sana, na haikuwa rahisi kulelewa kwenye nyumba ya aina hiyo. Wakati wa hiyo miaka 10 mliokuwa pamoja, je, yule mke wake wa kwanza alishawahi kumrudia? Yeah, she was there. Ndiyo, alishawahi. Na kwa kweli naweza kusema kwamba alikuwa mpambanaji wa kweli. Alikuwa anaijua ndoa yake vizuri sana. Alijua kabisa kwamba Mungu ndiye aliyemweka kwenye hiyo ndoa. Na hayo yote nimekuja kuyaelewa baadaye sana. Yani hiyo ni baada ya kupitia mambo mengi sana. Kwa sababu kwa muda wote alikuwepo na alikuwa akipigania ndoa yake bila kuchoka. She could fight for the marriage. Yani mwanamke huyo alikuwa anaamini kabisa kuwa ndoa yake ilitoka kwa Mungu, na kwa sasa nakubaliana na hilo kwa 100%. Baada ya muda kupita, alianza kuniongelea kwa lugha ya kirafiki sana. Alikuwa akiniambia kwa upole, nitakushika mkono, usijali, nitakusaidia, na maneno mengi ya kunifariji moyo. Lakini baadaye alipoona hali yetu inazidi kuwa ngumu, aligundua kuwa sisi wawili tumezama kabisa, na sasa tunakaribia kuachana moja kwa moja. Haikuwa jambo rahisi hata kidogo. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu mwanaume huyo alifika hatua ya kuwa mkali kupita kiasi. Akawa mtu wa hasira sana, hadi ikafikia wakati akawa ananitupia matusi mazito. Wakati alipokuwa ananitukana, mimi nilikuwa nikimuuliza tu kwa hali ya utulivu, kwani una sababu gani ya kunitukana hivi? Lakini sikutambua kuwa lengo lake kubwa lilikuwa ni kunichafulia jina mbele za watu. Alitumia nafasi hiyo kuongelea udhaifu wangu, makosa yangu ya zamani, yani vitu vingine havifai hata kuelezea. Kwa hiyo katika mizozano hiyo, nilichokuwa nikiweza kufanya mimi, nilikuwa namwacha aendelee kunitukana, lakini baada ya muda nilikuwa nikimwandikia ujumbe mdogo tu, tena wa heshima kupita kiasi, lakini wenye ukweli. Hakukuwa na amani ya kweli kati yangu mimi na yeye. Yani kwa kweli ule muda wa kukaa chini kama wanandoa kuzungumza kwa upendo na kuelewana ilikuwa hakuna. Lakini nilikuwa nikiishi naye ndani ya nyumba moja kama kawaida. Nakumbuka alishawahi kumpeleka mwanamke yule mwingine nyumbani kwake wakati mimi sipo. Yani yule mwanamke aliachana naye. Alikuwa na tabia ya kwenda kwa michipuko wake wakati mimi nikiwa mbali. Lakini mimi ninapoamua kumfuata huko alipo, yeye alikuwa akijificha au anaondoka ghafla sehemu hiyo ili nikifika nisimkute. Yani ilikuwa ni kama maigizo vile ya kuindana. Lakini yoyote hayo najua kwamba nilikuwa nimeiba mtu wa mtu, na Mungu huenda kawa alikuwa anaingilia kati juu ya mahusiano hayo.
Kwa upande wa wakwe zangu alikuwa akinipenda sana, na hata mimi nilikuwa nikiwapenda, hususani mama pia nilikuwa nikimpenda sana, maana yeye alikuwa akinipenda kupita kiasi. Alikuwa akiendelea kunipenda hadi siku alipofariki dunia. Familia nzima ilikuwa upande wangu, walikuwa akinipa nguvu na pia walinitetea, lakini bado jamaa alirudi kwa mke wake wa kwanza. Nilikuwa nikimwambia mdogo wake, kaka yako bado anatembea na mke wake wa zamani. Yaani alikuwa akienda huko, walikuwa wanafanya mambo yao kisirisiri. Ukijaribu kulalamika kwa watu, wao wanakuuliza, kwa nini bado anakwenda huko? Anafuata nini tena kwa mke wake wa zamani? Alikaa na mimi huku, moyo wake ukiwa bado upande mwingine. Sijui aliwezaje kufanya hivyo, lakini kwa namna fulani alifanikiwa kutufanya sisi wote tucheze mziki wake bila hata kugundua. Maisha yalikuwa magumu sana. Nilikuwa nikijihisi kama ni mtu ambaye amekimbia na mali ya wizi. Mtu unakaa unasema nina jambo fulani nalotaka kufanya na mume wangu, lakini hujui kabisa yuko wapi au atarudi lini. Hakukuwa na uhuru wowote nikiwa naye. Kuishi kwenye mahusiano ya aina hii kunaweza kukuacha na majeraha ya maisha siku zote. Na unajua nini? Kuna wanawake wengi sana wanaoamini kwamba maisha mazuri na ya kifahari yanapatikana kwa kuwa na mwanaume wa mtu. Wewe unafikiria vipi kuhusu mtazamo huo? It's a lie. And it's an act of laziness. Ni uongo mtupu, ni uvivu wa maisha. Nimegundua kitu. Ukitaka kwenda kwenye hoteli nzuri, unaweza kujilipia mwenyewe. Hakuna hoteli yoyote inayokulazimisha uende na mume wa mtu au mtu mwenye pesa nyingi. Mungu ametupa uwezo, binadamu wote. Sote tuna uwezo wa kuishi maisha bora tunayoyataka, lakini kila uchaguzi una matokeo yake. Kabla hujaingia kwenye mahusiano na mwanaume wa ndoa, jiulize vizuri, huyu mtu kweli anaweza kumwacha mke wake na watoto wake kwa ajili yangu? Just to follow you. The same man is... Maana kama aliweza kuwaacha wao, basi kesho pia anaweza kukuacha na wewe kwa sababu hiyo hiyo. Anachokuambia kuhusu mke wake wa kwanza kinaweza kuwa kweli. Labda anapitia magumu ya kifedha, lakini hiyo sio sababu ya kutoka kwenye ndoa halali aanze mahusiano mengine ya pembeni. Na ukumbuke hili, kila alichomfanyia mke wake wa kwanza atakufanyia wewe pia. Mimi nilifikiri kwamba nimemjenga, nimemsaidia kwa kila hali, nikajua sasa niko sawa, lakini bado alinitendea vibaya. Nilikuwa nikipata jumbe kutoka kwa wanawake wengine wengi tu, na nikajikuta najiuliza, huyu mtu hajui kweli alichokuwa anataka? Hakuna mwanaume ambaye ataacha mke wake kwa ajili yako alafu akuone kama malaika wake wa milele. To be the angel to this man's life. No. And then number 2, what do you get out of those expensive hotels? Na pili, unafaidika nini hasa unapoenda hoteli za gharama kubwa? Kwa nini ukubali kupoteza hatima yako kwa usiku mmoja tu wa starehe? Atakupa pesa kisha akuache na maumivu, na wewe utabaki ukijiuliza maswali yasiyoisha. Siku hizi tunasikia taarifa nyingi sana za kutisha. Miili ya wasichana inapatikana imeokotwa sehemu mbalimbali, ikiwemo hotelini na sehemu nyingine. Ni kwa sababu ya haya mahusiano ya haraka na tamaa. Kabla hujafanya uamuzi, jiulize mwenyewe, kwa nini najitupa kwa mwanaume huyu? Kisa tu ameniahidi 50,000 au 100,000 au ni nini? Lakini kesho unaweza kupatikana kwenye kiroba ukiwa umekufa. Wasichana wanatakiwa kufanya kazi. Tuna akili. Mungu ametupa akili za kupambana na kutufanikisha kwenye malengo yetu. Kama unahitaji maisha mazuri, yafanyie kazi kwa bidii, na kama huwezi kuyapata sasa hivi, shukuru Mungu kwa vile ulivyo navyo. Ni bora umiliki iPhone ulionunua kwa jasho lako mwenyewe kuliko iPhone ulionunuliwa na mwanaume wa mtu kwa pesa ya karo ya mtoto wake. Ngoja nikuambie kitu kimoja. Kesho mambo yakienda kombo, kwa sababu wanaume wa dunia hii wameshabadilika, wanarudi kuchukua kila walichokupa. Gari aliyokununulia atachukua kwa sababu logbook iko kwake. Mkiachana atachukua vile vile. Shetani hakupi kitu bure. Hiyo ni kauli ya kweli kabisa. So when things happen, go haywire, they just come for their car. You know, the devil will not give you something for free. That's something for sure. Ulikuwa kwenye uhusiano wenye changamoto sana na ulikuwa ukiumia ndani kwa ndani, ila kwa nje mambo yalikuwa yakionekana kuwa sawa. Lakini je, uliwahi kuanza kumwomba msamaha mke wa kwanza wa huyo mwanaume? Yeah, I did talk to her. Ndiyo, nilifikiria juu ya swala hilo, nikafikia siku nikazungumza naye kabisa. Nilizungumza na yule mama baada ya muda kupita. Tulizungumza kwa simu, na tena yalikuwa mazungumzo marefu sana, na mpaka sasa hivi tunavyoongea wamerudiana na wapo pamoja tena, wanaishi kama ilivyokuwa mwanzoni. Na hiko ni kitu ambacho kinanipa furaha kila siku katika maisha yangu. Kwa sasa hata nikilala kitandani kwangu usiku, najua ninalala nikiwa mwanamke mwenye amani, kwa sababu hakuna mtu anaelia machozi kwa ajili yangu. Maana nilikuja kugundua kwamba yale machozi aliyokuwa akilia yule mama yalikuwa ni ya thamani sana, na machozi ya mtu yanaweza kugharimu maisha ya mtu. Kwa hiyo kwa sasa naweza kulala kwa amani nikiwa najua hakuna mtu anaelia kwa ajili yangu.
na nimeweka agano na Mungu kutokurudia yale yote ambayo nimeyafanya kwa mwanamke yule. Namshukuru Mungu kwa sababu aliweza kunitoa huko. Nilimfikia yule mama na mwanzoni alikuwa akihisi kama vile nilikuwa natafuta kiki au maarufu kwake. Kwa hiyo kwa sasa wamerudiana. Namshukuru Mungu kwa hilo. Na pia nilimuomba msamaha, ingawa alitaka tukutane uso kwa uso ili tuzungumze ana kwa ana, lakini sikuhisi kama kulikuwa na ulazima wa mimi kufanya hivyo, na nikamwambia ayachukulie maneno yangu kwa uzito. Siwezi kutoka hadharani kuelezea jambo kama hili bila sababu ya msingi. Na ukiwa na mtu unayempenda kwa dhati, haijalishi amekosea kiasi gani, ni vigumu sana kuachana naye. Ulipataje nguvu ya kujitoa kwenye uhusiano wa aina hiyo? Probably there's a lady I'm working with, she's in Nigeria. She was asking me, I'm not stable. Can I wait? I gather some money from this man so that I can walk out. You know that is not. Unaweza ukakaa ukajiuliza nilipataje nguvu ya kutoka. Come out like Abraham. Kuna dada mmoja kutoka Nigeria ambaye nilikuwa nafanya naye kazi. Nakumbuka siku moja akaniambia kwamba kwa sasa maisha yangu mimi siko stable. Naweza nikangoja kwanza ili niokote hela kidogo kwa huyo mwanaume, alafu ndio niondoke. Yaani nimchune kwanza. Nikamwambia hiyo sio njia nzuri. Ukijua kama unapaswa kutoka, basi ni bora kutoka tu. Hakuna haja ya kusubiri. Kama vile Abraham alivyoambiwa na Mungu, ondoka bila kujua anakokwenda. Nami pia sikujua kesho yangu itakuwaje, lakini nilitii tu kuondoka. This is finished, we need to pay blah blah and all that. But God taught me. The Holy Spirit could lead me and teach me. So in all, God leads people. Yeah, so I would my voice is to that girl who's trying to destroy someone's home. Na ujumbe wangu kwa mwanamke yeyote ule ambaye anaharibu ndoa ya mtu ni kwamba usidanganyike. Yaani hayo mahusiano uliyokuwa nayo hayatadumu hata kidogo. Na mara nyingi huishia kuwa huzuni tu. Maana mwisho wa siku utaumizwa, huenda hata ukafa. Maana watu wengi sana wameingia kwenye matatizo kwa kuchukua waume za watu. Wengine wanarogana na kuumwa mpaka kufa. Usiharibu maisha yako kwa starehe ya dakika chache tu. Mungu anakupangia mambo makubwa kuliko hiyo starehe ya muda mfupi. Na hata yule mwanaume, kiukweli yule mwanaume alikuwa ni kama vile amenikatakata kila upande. Maisha yangu yalikuwa magumu mno. Nakumbuka siku moja nikiwa nyumbani, umeme ghafla ukazima, lakini huwezi amini, wakati huo ndo nilimkumbuka yule mwanaume. Nilianza kuona maisha yanabadilika taratibu. Kiukweli maisha kwangu yalikuwa ni magumu mno. Lakini Roho Mtakatifu alinifundisha mambo mengi sana. Mungu huongoza watu wake kwa namna ya ajabu sana. Alikuja kuelewa, alifikiria labda nimerogwa. Tulikuwa tunagombana sana kuhusu watoto, lakini nilimwambia Mungu aniache niwalee, kwa sababu nilikuwa na maono tofauti ya kulea watoto wangu. Sasa hivi kuna amani kati yangu, yeye na familia yake. Akihitaji watoto, anapiga simu kwa heshima. Naweza kuwapata watoto wikendi hii na mimi nakubali. Anakaa nao alafu anawarudisha salama. Sasa najua bila shaka kuwa Mungu alikuwa upande wangu. Siku alioniacha huru, alifanya maombi kwa ajili ya watoto na nikajua kwamba mlango umefunguliwa. Naamini kabisa kuwa Mungu hata ruhusu adui anidhuru hata siku moja. Kama alivyomfanya Farao awaache wana wa Israeli, ndivyo Mungu anavyowaokoa wanawake waliokwama kwenye mahusiano haya ya mateso. Imani ni kama ndege mwenye mabawa. Nimeuona ukombozi wa kweli kwa macho yangu. Je, kuna jambo lolote unalojutia? Yeah, so I don't look back at. Sihitaji kurudia maisha niliyopitia. Siwezi kusema najutia, lakini natamani kama ningesikia sauti ya Mungu mapema. Labda leo ningekuwa nimejijenga vizuri zaidi ya hapa, lakini sijachelewa, kwa sababu Mungu wangu hachelewi. Na ndio maana sitaki msichana mwingine apitie yale makali mimi ambayo nimeyapitia. Hebu fikiria, miaka 10 kwenye ndoa ya uongo. Unajua ni muda mrefu sana eh? Baada ya miaka 10 kupita ndio sasa nikaanza kuamka. Nikasema hapana, hakuna muda tena wa kusubiri. Inabidi watu wajifunze kupitia makosa yangu. Inabidi watu wanitazame mimi kisha wafanye mambo yao kwa njia iliyo sahihi kabisa. Na wala usikubali kudanganywa kwamba wanaume wa maana wameisha. Bado wapo tena wengi sana. Wanaume kutoka kwa Mungu bado wapo. Na ukimtumainia Mungu kwa moyo wako wote, atakupa mmoja wa wale waliobaki. God can give you one of them, those remnants. God can give to that girl who desires to have one. Je, kutokana na changamoto ulizopitia, unisaidia vipi jamii? So after people came to realize what I made. Baada ya watu kujua uamuzi wangu, sasa nina zaidi ya wasichana 200 tunaoshirikiana nao pamoja.
Tuna kundi letu la WhatsApp, tunakutana mara kwa mara kupeana moyo. Sisi sote tumetoka kwenye ndoa. Wengine bado wapo lakini wanapitia mateso makali sana. Wengine ni wake wa ndoa ambao wana maumivu moyoni na wanataka kuponya mioyo yao, kusamehe waume zao na kusonga mbele. Give their spouses, because now they are living with bitterness and all that. So it's a mixed group, and there are those in those group who will just want to. Ni kundi lenye mchanganyiko wa kila hali. Wapo walio kwenye ndoa za vipigo, wapo waliomo kwenye mahusiano ya kikatili, na wengine wapo kwenye hilo kundi ili kujifunza tu kabla ya kuingia kwenye ndoa, na wanafanya hivyo ili wasije wakaja kukosea kama mimi. So my cry to God and even to people who might be touched. Kwa hiyo kilio changu kwa Mungu na hata kwa watu wanaoguswa kusaidia ni hiki: wasichana wasio na waume wanapuuzwa sana. Wanaonekana kama watu wasiofaa katika jamii. Wengi wanaishi kwa hofu kubwa. Hata kuongea mbele za watu tu imekuwa ni shida. Na zaidi ya yote, wengi wanajikuta wanaogopa hata kutoa salamu kanisani, hasa kwa wanaume mbalimbali. Yaani hadi kutoa hai tu kwa mtu imekuwa ni shida. Kwa hiyo wasichana ambao hawajaolewa wanapitia changamoto kubwa sana. Na hata mimi siwezi nikasema kwamba ujasiri wangu umekuja tu from nowhere. Kuna wakati nilikuwa nikijikuta nikipambana mwenyewe. Yaani kiufupi huo ndio unakuwa kila kitu. Na mizigo yote unakuwa wewe ndio ambaye unaibeba. Ukiamua kuomba msaada sehemu fulani, watu wanakuchukulia vibaya, wanafikiri kwamba unataka kuwaibia waume zao. Na hata juzi tu kuna mmoja alinitumia ujumbe kwamba hakuwa na chakula kabisa. Alikuwa anahitaji pesa kidogo tu ili aweze kuanzisha biashara yake. Na hii timu imekuwa kama familia ambayo tunasaidiana sana. Na watu kutoka kwenye timu yetu ndio ambao walimchangia. Wanaume wengi wakishaondoka kwenye ndoa zao huwa hawabebi majukumu tena. Wanawaacha wanawake wao wakiwa hawajui cha kufanya. Na kwenye timu yangu nina wanawake waliopitia haya yote. Timu hii tunaita Marriage Designed by God. Hata kwenye YouTube ipo kwa jina hilo hilo. Bado hatujafanya mambo mengi kwa sababu bado tunaamini Mungu atatupatia fedha za kutufikisha mbali zaidi. Hebu angalia, ukitaka kuwaleta wale washauri wa ndoa kuongea na hawa watu, unahitaji pesa ya kuwalipa. Kufanya semina hizo ni gharama kubwa sana. Kama ile tuliyofanya mwezi wa 4, ilitugharimu zaidi ya shilingi 50,000 za Kikenya. Na unapofika wakati huo, ni lazima hiyo pesa ipatikane kwa sababu unataka hawa watu wakutane, waweze kumsikiliza mshauri kisha wajifunze. Kwa mfano, mada inaweza ikawa kama msamaha. Je, tunajifunza mtu atasameheje? Hilo halifanyiki kwa siku moja, ni safari ndefu. Yaani kiufupi ni mchakato. Kwa hiyo wakati mwingine kugharamia haya yote kunazidi uwezo wangu kabisa. Na ingawa ninatamani kufanya mengi, bado ninabeba mzigo mzito sana. Sasa hivi ninapanga tukio lingine siku sio nyingi, ambapo natamani wale wanawake wote wahudhurie, wapaze sauti zao, wachangamke, wafurahi, wale vizuri, alafu warudi majumbani mwao wakiwa wamepona kidogo. Lakini pia tukio hilo bado linahitaji pesa pia kuliandaa. Na pia nimekuwa nikikaa na mawazo mengi nikifikiria juu ya kutengeneza kitu. Sababu ni kwamba wanawake wengi wanakaa kwenye ndoa mbaya kwa sababu hawajui waende wapi. Kwa hiyo mimi naomba kwa Mungu anipatie fedha ili niweze kufungua hiko kituo ambacho mahali hapo patakuwa ni kama nyumba ya mapumziko, mahali pa amani kwa wanawake kama hao. Watakuja pale, wapumzishe akili zao, wapate ushauri wa kitaalamu, kisha wapate utulivu wa moyo. Na kama Mungu akipenda na Yesu asiporudi mapema, tutaanzisha hata miradi hapo hapo. Tutaanza kuwafundisha mambo mbalimbali kama vile kutengeneza mikate, kutumia mashine mbalimbali, au kazi yoyote ya mikono itakayowapatia kipato ili waweze kutoka hapo wakiwa wanajitegemea. Lengo ni kumwezesha mwanamke ajue kwamba anaweza kuishi maisha bila mume wa mtu, awe na imani kwamba anaweza kusimama peke yake kwa msaada wa Mungu. Na hicho ndicho kilio changu. Yaani kuanzisha kituo hicho ambacho kitawaweka wanawake pamoja, wafundishwe mambo ya ndoa na ujasiriamali, kwa sababu wengi hata walio ndani ya ndoa hawajui ndoa ni nini hasa. Kwa hiyo kituo hiko kitawaletea mwanga, wasaidiwe kufanya maamuzi sahihi wakiwa kwenye ndoa zao. Maana kama tukiweza kuokoa wasichana 10 kutoka katika ndoa ambazo sio nzuri, au kuwawezesha kuacha kuvamia ndoa za watu, ni kama vile tumefanya kitu kikubwa sana katika ufalme wa Mungu na kuwafanya wawe na hatima nzuri ya kimaisha. Wasichana hao 10 tukiwajenga, tukiwapa maarifa, alafu tukawatuma huko nje wakakutane na msichana wa chuo anayeharibu ndoa za watu, huoni kama wanaweza wakamtoa kwenye hilo giza? Kama mtu akitaka kuwasiliana na wewe moja kwa moja, anaweza kuwapata vipi? We have a Facebook page called Marriage Designed by God, but
Tunao kurasa wetu wa Facebook ambao unaitwa Marriage Designed by God, lakini bado nipo kwenye hatua ya kuweka mambo sawa katika mchakato wetu. Kwa hiyo shughuli zetu bado hazijaanza rasmi, lakini kwenye YouTube unaweza ukatupata kwa jina hilo hilo Marriage Designed by God. Ukifika hapo utakutana na video nyingi tu. Hapo utakuta vipindi vyetu vyote, na nawaambia kutokana na mambo ambayo tumeyaweka YouTube, watu wengi wakitazama wanaweza kupona kihisia. Ile faraja ya kiroho ilikuwepo. Watu walivutiwa sana na vipindi vyetu, lakini ni muda mrefu sasa hatujafanya vipindi vyote kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Naomba Mungu atufanikishe hatua ya kuweza kufanya semina 3 kwa mwaka mmoja. One is 0707. Nina namba 2 ambazo mtu akinitafuta anaweza kanipata. +254 707 825210 na nyingine ambayo ni +254 710 88 5069. Instead of going for a married man. Na napenda kuambia wasichana kwamba badala ya kukimbilia kwa mwanaume wa mtu, ni bora twende tukakutafutie kazi, hata kama ni kazi ya ndani, na imani itasaidia pia. Kuwatafutia mabinti shughuli pia imeshakuwa kazi yangu ninayoifanya kwa sasa, na labda kwenye kipindi kingine tunaweza kushirikiana kuhusu jambo hilo. Tumekuwa tukiwasaidia wasichana kupata kazi za ndani na kazi nyingine nyingi. Haijalishi ilichukua miaka mingapi, ila baada tu ya Helen kuelewa kuwa alikuwa sehemu isiyo sahihi, alianza kujitengenezea njia yake mwenyewe. Anatembea kwenye hiyo njia kwa fahari kubwa, kwa sababu kutoka kuomba msamaha hadi kusimama kwa miguu yake mwenyewe ni hatua kubwa ambayo ameifanikisha. You see, this is Elohim. Unaona haya maandishi hapa nimeandika Elohim. Elohim ni jina lingine la Mungu. Tunamuita pia Simba wa Yuda, na Yesu ni mfalme wetu. Sababu ya mimi kuandika haya ni kutokana na maisha yangu kubadilika. Aliyebadilisha ni Elohim ambaye ni Mungu. Yeye ndiye Simba wa Yuda. Na ukija hapa chumbani kwangu utaona kuwa ni chumba cha tofauti kidogo, kwa sababu vita nyingi nimekuwa nikipambana nayo kwenye maisha yangu, na vita hivyo vimekuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo nilikaa nikaomba sana, kisha nikaandika haya maneno. Nathibitisha kwa maneno haya kwamba aliyeniwezesha kutoka kwenye mitego yote ya muovu ni Elohim. He's Elohim. Hata nikiwa nimelala, anayeniwezesha kuamka ni Elohim. Yeye ni Simba wa Yuda. Na ukisema simba, unajua watu wanamuogopa simba Hata wanyama wa porini wanamuogopa sana. Kwa hiyo maisha yangu yanawezeshwa na huyo Mungu. Maisha yangu ni mali ya Simba wa Yuda. Yesu Kristo ndiye mwokozi wangu pia. Kwa hiyo nimemkabidhi Mungu maisha yangu, na huwa nasema maneno haya kila siku kabla ya kulala na baada ya kuamka. Na hizo stika ndogo ndogo unazoziona hapo ni watoto wangu ambao ndo wameandika. Wakati mwingine wanaandika Mom, I love you au God loves you. Wakishaandika kisha wananiwekea hapo kwa ukuta. Wakati mwingine wakifanya makosa na mimi nikiwaadhibu, waandika vile vile I love you mom. Right, I love you mommy. They have done so many things even on my door you'd be able to see. Nimekuwa nikipenda kukijaza chumba changu kwa vitu vizuri vinavyompendeza Mungu, sababu ni kwa neema yake tu ndiyo maana niko hivi nilivyo leo. Helen anaendelea kujifunza kuhusu maisha, kazi na mfumo wa dunia hii. Na yote hayo ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Ni imani yake isiyotetereka kwa Mungu ndio inampeleka mbele kila siku. Kama wanadamu tunahitaji kitu cha kushikilia. Bila kufanya hivyo, maisha hayawezi kuwa rahisi hata kidogo. Lakini kujipa imani kwamba ipo siku haya yote yatapita na anga litakuwa safi tena ni jambo la muhimu. Mimi nimetimiza wajibu wangu kwa kukuletea simulizi ya Helen. Najua utajifunza mengi kutoka kwake. Najua utawaelimisha wengine kwa kushare video hii. Hii sio hadithi ya kawaida kama nyingine ulizowahi kuziona. Huu ni ujumbe wenye nguvu kwa kila msichana popote pale alipo duniani. Kwa hiyo, tumia muda wako kutoa elimu kwa watu wengine. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, uona lipi la kusema kutokana na kisa hiki? Tuwekee komenti yako na tutaijadili. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.